Na mpenzi mtazamaji wa kituo cha Ndizi TV, tumekita kambi katika uwanja huu wa shule ya wavulana ya Cardinal Otunga iliyoko ndani ya Mosocho, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Kumbuka katika uwanja huu ni mechi mbili ama ni mechi moja inatarajiwa kuchezwa hapa, vijana wa timu ya Matutu PAG na timu ya Sameta kutoka pale eneo bunge la Bobasi. Kumbuka Matutu iliweza kufuzu kutoka kaunti ya Nyamira, huku timu ya Sameta ikifuzu kutoka kaunti ya Kisii. Lakini vile vile upande mwingine, uwanja ule wa chini, kuna mechi ambayo inamshirikisha mwana Agoro Sare na mwana Kisumu Day. Kumbuka hii ni mechi basi ya mkoa wa Nyanza almaarufu kama Regionals, na tunasubiri tu tuweze mechi hii iweze kuanza. Ukiangalia kwa umbali tu ni timu mbili ambazo zinajipanga, timu ya Matutu na timu ya Sameta, ambapo basi zinazidi kujiandaa ili mechi hii iweze kung'wananga. Kumbuka basi mashindano haya yataweza kuenda kwa siku tatu, kuanzia leo hadi siku ile inazungumzia ya Ijumaa, mechi hizi ambazo basi zitachezwa hapa. Kumbuka basi atakayefuzu kutoka mtaweza kumwakilisha ama ataweza kuwakilisha katika zile mechi za Nationals katika uga wa Gusii Stadium. Asante sana. Basi sijui kama kuna shabiki yuko tayari kuzungumza nasi ili niweze kumuuliza mawili matatu kuhusiana na mechi hii, ni yepi ambaye moja kwa moja, labda kama kuna shabiki ambaye asante sana. Kuna shabiki ambaye angependa kuzungumza nasi moja kwa moja. Labda kwa majina, utuambie majina yako na utuambie wewe umekuja kushabikia timu gani na matarajio yako ni yepi? Kwa majina naitwa Philip. Tumetoka Sameta. Tunajua timu yetu ya Sameta itatuangusha. So hii ni derby. Tunatakia kila timu ushindi, na ile yote yenye itashinda itatuwakilisha vyema. Kwa hivyo umeshinda. Tukumbushe jina lako labda. Mike Momanyi. Huyo ni Mike Momanyi, anasema kuwa timu ya Matutu PAG itaweza kumchabanga mwana Sameta magoli 5-0, lakini siku zote tunajua kuwa mchezo wa soka hudunda. Na labda tuweze kupata shabiki mwingine hapa vile vile anaweza kutujuza matarajio yake ni yepi, na utaanza na jina lako labda. Asante. Kwa mechi ambayo inaenda kuanza, naenda kuishabikia timu ya Sameta kwa sababu ninatoka Kisii County, lakini mimi hasa ni shabiki wa timu ya Ongicha Secondary ambayo itacheza kesho mkoa wa Nyanza ama ile Regionals. Timu ya Matutu inatoka Nyamira, Sameta inawakilisha kaunti ya kutizama ikiwa basi ni Chigosori, ambapo basi inaendeshwa naye Captain 001 Demo Steven, ambaye ataweza kujiunga nami hivi karibuni ili tuanze matangazo ya moja kwa moja, huko timu zikizidi kujipanga ili tuweze kuona ni yepi ambayo yatatokea. Kumbuka katika uwanja wa pili kuna mechi ambayo inaendelea, Goro Sare vile vile na timu ya Kisumu Day, na wenyewe wanasema vile vile hiyo ni derby, hata huku basi ikiwa ni derby, na siku zote katika derby tunashuhudia magoli mengi, lakini wanasema utamu wa mechi ya soka ni magoli. Kwa hivyo tuweze kushuhudia ni mechi yenye upinzani mkali na upinzani mkubwa, huko tukizidi tu kusubiri. Labda mpenzi mtazamaji ambaye upo hapo nyumbani unazidi kutizama Ndizi TV, anakuambia kuwa uzidi pale kufollow pale Facebook @Ndizi Digital, na vile vile kwenye mtandao wa YouTube, ambapo basi Demo ataweza kukujuza. Karibu sana Captain 001. Asante sana Kasim Mohamed, upande mwingine wa matangazo, kuhakikisha kwamba picha unazipata mufti kutoka uga huu ambao ni wa Cardinal Otunga Mosocho, ambapo mechi fungulizi za mashindano haya ya ukanda wa Nyanza zitaweza kuwa zikichezwa kwa wakati kama huu. Wakati huo unapoangalia nyuma yangu ni kwamba timu zote mbili zishafika ugani, wote washakaguliwa. Upande wa Matutu PAG wakiwa wameweza kuvalia jezi ambayo ni nyekundu, ni dhidi ya Manchester United. Upande mwingine naona timu ile ya Sameta Boys wamevalia manjano, ni dhidi ya Tusker FC. Upande ule wa FKF Premier League ama Wolverhampton, navambiwa naye Kasim Mohamed. Labda nisijue leo hii waisi vipi mechi hizi zinapoanza rasmi. Kasim.
Unahisi vipi mechi hizi zinapoanza rasmi? Mechi hizi unajua ni furaha sana regionals kuweza kuchezewa katika kaunti ya Kisii, na watu watapata wafanyabiashara, wachuuzi mbalimbali ambao wataweza kuuza vitu zao, lakini hususan katika sekta ya soka katika kaunti ya Kisii, hii imeleta mwamko mpya kuwa katika kaunti ya Kisii tunafaa tuwe na zile standard stadiums za kuweza kuleta mashindano kama haya. Naam. Labda mechi inapoanza nimeweza kuona kwamba kuna halaiki kubwa ambao ni ya mashabiki ambao wamefika ugani kusema kwamba hawataki waambiwe story kwamba mechi ilichezwa. Tulikuwa pale katika upande huu ambao ni wa kiwanja cha pili, upande wa Cardinal, mechi ambayo inaanza katika muda mfupi kutoka sasa, na tunajua kwamba nyuma yetu pia upande wa uwanja wa kwanza mechi itakuwa ikianza. Wakati huo tunaona kwamba ni mashabiki wanafurahia rasmi kwamba timu zote mbili sasa wataanza kuwa wakisalimiana ndiposa mechi iweze kuanza. Labda hisia zipi zinaendelea katika upande ule wa timu zote mbili wanaposalimiana? Wanaposalimiana, hizo ni hisia za kuonesha kuwa hapa wamekuja kutakiana kila laheri katika mechi hii, na kumbuka basi mchezo wa soka wa wachezaji. Asante sana basi mpenzi mtazamaji, ni mechi ambayo imesubiriwa kwa hamu na hamumu, mashabiki anazungumzia ya Cardinal Otunga kuweza kushuhudia mchezo wa soka. Wenyewe watakwambia kuwa football is the ni kipi kulingana na Ndemo Steven. Kasi mnajua kwamba hisia zako, unajua hicho ambacho unapenda ni kile ambacho hakisemeki. Ndio maana anasema kwamba mpira ni cha pili kwa vile ambavyo ni vitabu duniani. Lakini mimi nasema kwamba amani tu ni amani, ndio nasema kwamba ni vitabu zaidi, alafu soka inaikuja ya pili hapo. Haya, amesema kuwa soka, lakini kuna kitu ambacho ameficha anakipenda sana ambacho yeye anakiongea na kuweka akiwa ni kitu cha kwanza. Nakwambia leo uwanja huu umejaa. Unaweza dhani ni mechi ya kati ya Gor Mahia na timu ya FC Leopards derby hii. Unaweza dhani kuwa ni timu ya Shabana inacheza na Gor Mahia, lakini hapa ni mechi za shule za sekondari. Wakati huo refa anapoingia ugani, nitakusomea lineup ya timu ya Sameta Boys, alafu Kasim Mohamed atakusomea lineup ya timu ya Matutu PAG. Na wakati huo upande wa Sameta Boys ambao wamevaa manjano wanaambiwa kwamba mtoke kushoto mwende kulia, ucheze kulia kwenda kushoto. Sameta Boys Mchumani tunaye Amos Gichana, tunaye Javan Odhiambo, tunaye Norman Ashoka, Owen Albright, Hashim Ali, Kevin Kim, Dennis Ndundi ambaye ni nahodha kwa upande wa Sameta Boys, Mora Isaac, Kasiwa Kahindi, David Kombe pamoja na Felix Omondi. Upande wa Matutu Michumani yuko Stanley Onyango, kwenye safu ya ulinzi yuko James Ongesa, Jerry Otieno, Tony Olo, Calvins Ochiengi, katikati yuko Dominic Maragia, David Onyango, Emmanuel Ishmael, John Olo, Neville Okeyo, kisha Brian Oboga. Wachezaji wa akiba yuko Kings Ochenga, yuko Jaman Otieno, yuko John Videl, Francis Mitunda, Kevin, yuko Steve, Brian na Vincent. Labda kwa niaba ya wachezaji wa akiba upande wa timu ya Sameta FC tunaye Felix Otieno, James Randa, Melkizedek Ochieng, Brian Santika, Ayengo Gavin, Mohamed Adam pamoja na Jacobs Asha. Haya, asante sana. Basi timu zote mbili zimejaa uwanjani, zimeweza kujaa uwanjani. Timu ya Sameta imekuvalia manjano, nyekundu ni Matutu. Tuone basi nani ndio zaidi ya mwingine papa hapa katika uwanja. Ni wa Mosocho, shule hii ya Cardinal Otunga, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Referee anatizama pale na gozi laanza. Wanaanza hapa vijana wa timu hii inaizungumzia ya Sameta. Pembezoni pale nakimbilia kulia, tuliza, lakini bado piga chela kwanza, analeta pale, piga wanakataa, ndio uchafu pale. Beki huyo mstaarabu, gozi latoka nje, gozi latoka nje. Bila mrusho, vijana wa timu hii ya Sameta pembezoni pale. Batibuka ni ndani ya Ndizi TV ama kiwambo chako cha Ndizi, tunakuletea mechi hizi live mbashara
nikiwa naye captain 001 Devil Steven. Sikiliza mpira wa ikabu, mpira wa ikabu anapiga hatua chache nyuma. Tusikilize mpira wa ikabu, analete chini kwa chini hafifu pale, anakataa Jazz nambari 6, anakimbilia pale, piga pale na Asibo Matisi, beki yule, tisha geuka, hatari pale, labda gari, lakini bado itakuwa ni kora. Ilikuwa ni nafasi ya mapema sana kwa wana PSG, waliweza kupata timu hii ya Sameta Boys wakiwa wamelegea upande wa nyuma, wakapata nafasi ya moja kwa moja, lakini pote wanaanza wangu ni Sameta, wanachukua timu ya Sameta upande wa kati, anamwita ni Sameta kijana wadogo, umilisi maalum ni Sameta Boys, pembezoni kuna nafasi murwa, hatari kwa lango la timu ya PSG, watoto wadogo wa Sameta Boys anajaribu chenga, inakataa nafasi kwa PSG wanaopiga potelea pote pembezoni kulia, nafasi mwingine mlinda lango anasema chakula changu hiki. Haya, anza taratibu pale, vijana wa timu hii ya Sameta. Gereshi ya kwanza wanakataa matuto, anachezwa wapi? Piga kisigino, labda gari anao Jazz nambari 8 kwenye kuongoza, anadokoza joka, lakini goalkeeper anakuja anasema ni chakula changu na kuchukua kwa mikono yake miwili. Kumbuka langu jina ni Kasim Mohamed, na upande mwingine ni Demo Steven, captain 001, kuhakikisha kwamba haya yote unayapata moja kwa moja, hata kama ukifika ugali unayapata fika. Na kuna mtu amepigwa pale, mchezaji amepigwa, anakwenda chini pale mchezaji yule. Refa anasema utakuwa ni mpira wa ikabu, utakuwa ni mpira wa ikabu. Wanafairi vijana wa timu ni ya Sameta. Sikiliza, anadokoza refu pale, bado wanakataa. Kimbilia pale vijana timu ya Matuto. Haya, kwenye gamba la kifua Jazz nambari 8, anavumburuka na Mdagari, piga pasi gereshi ya kwanza, Jazz nambari 20 na Mdagari, hatari, leta katikati mwa kidwara, anagawa kwake Jazz nambari 12, cheza pale kwake Jazz nambari 10, anadokoza pembezoni pale kulia na Mdagari, hatari, wanakuja Matuto, hatari na Mdagari, beki anakataa, hatari, bado hatari, go na Mdagari, kona hapa, alikuwa amekuja huyo mchezaji, lakini goalkeeper kaweza kusema hapana, haitakuwa rahisi hivyo. Asante sana, itakuwa ni kona, itakuwa ni kona hapa. Wanafaili vijana wa timu ya Matuto. Sikiliza, kumbuka tuko ndani ya Ndizi TV. Analeta, piga kichwa hafifu, juu kwa juu namna gani, bado Duda 1 2 3 wanaondoa pembezoni, lakini namna gani, piga pale, paraza kichwa, hatari, lakini alikuwa amekwisha otea. Na inaonekana kwamba timu hii ya Sameta Boys kufikia sasa wanacheza na shilingi karibu na show, na wakiendelea hivi labda wataweza kufunga mapema. Naam, wataweza kufunga mapema. Ni mdadis wa soka huyo. Haya, taratibu, anacheza wapi? Labda gani, mtu anapewa kiatu, pembezoni pale, hatari, wanakuja, hatari, bado kisasa, wanakataa Matuto. Jazz nambari 8 anaongoza, piga fataki ya mali nje, labda gari hajalenga shabaha, alipata nafasi mura kabisa jezi 23 kwa timu ya Sameta Boys, na akaangalia kushoto kule, akasema kwamba wacha pia mimi nijaribu nione kunani, itaendelea potelea pote, shot of target tunahesabu, shot of target hiyo. Haya, taratibu nakuja pale Matuto, lakini ngozi na mzidi kasi natoka nje, na kwa ni goal kick kama sitokosea. Na wanafaidi goal kick vijana wa timu ya Sameta, wanafaidi goal kick vijana wa timu ya Sameta hapa. Sasa mechi baada haijaweza kutulia kwa timu zote mbili, kila mmoja akijaribu kuona kwamba je, upande wangu wa kulia ni wagani wako katika upande huu, upande wa kushoto ni wagani wale, ndiposa labda kocha wote upande wa tukiongozwa na yeye kocha ambaye ana umaarufu sana na bora kuona kwamba labda atajua ni mtindo upi anatumia upande upi kupenyeza mpaka mechi angalau apate bao la mapema. Asante sana, piga kichwa pale, anasema kwa utakuwa ni mpira wa ya Matuto. Haya, anapiga pale pembezoni, Jazz nambari 7, leta geresha, piga chia kwanza na Komari, bado wanawae vijana wa Sameta, piga pasi nyere
na hamna. Gereshi ya kwanza ya pili, kizaza pale, piga pale juu kwa juu, kichwa kinaita. Itakuwa ni ngozi ya mrusho hapa, itakuwa ni ngozi. Asante sana. Haya, anza migao taratibu, piga pembezoni pale kulia, namna gani analeta pasi lakini goalkeeper anakuja kusema ni chakula changu hapa, nakuja wangu anasema ni chakula changu. Haya, taratibu pembezoni pale, ngozi na kwa inatoka nje. Watakuja kurusha hapa. Sameta umekuvalia manjano. Haya, anajipinda kama upinde wa mvua, anatizama arusha wapi, taratibu, kozi natoka nje. Haya, safari watarusha Matutu. Gereshi ya kwanza geuka, bado anaongoza tisha. Vijana timu ya Sameta pembezoni pale, kushoto, piga pale taratibu, jaza nambari 17 nakataa, naweka pale kisiki ngozi atarusha taratibu, anaondoa ngozi juu kwa juu, piga pale para za kichwa, namna gani, refa anasema alikuwa amekwisha rumbeza. Kumbuka kwamba kufikia sasa timu hii ambayo ni ya Matutu PAG, tangu upande ule wa zonals, upande wa sub county, upande wa county, kufikia sasa Matutu hawajafungwa bao yoyote. Open play kwa 90 minutes, 120 minutes, hawajaweza kufungwa. Labda leo hii wakifungwa. Haya, asante sana. Ndio hizo takwimu za timu hii ya Matutu. Hatari pale, namna gani, hatari, kizaza geuka, tisha, piga pasi, namna gani na Kakabu. Nafahamu kwamba upande ule wa mitandao tuko live, upande wa Ndizi TV News Digital, ule ni upande ule wa Facebook. Tukienda upande ule wa YouTube ni upande wa Ndizi TV News, kuhakikisha kwamba haya yote unayapata moja kwa moja kutoka upande wa Cardinal Otunga Mosocho kwa izani ya Nyanza Sports Vibe pamoja na Peak Sports Uniform. Wanahakikisha kwamba matangazo hayo unayapata moja kwa moja murwa kutoka upande wa mechi za upande wa Nyanza Regional Games. Hii ni Pool B, mechi za kufikia sasa. Asante sana. Haya, hatari pale, namna gani, wanakataa badali katani pale, kichwa kinaita. Vijana hawa wa timu ya Sameta wanakataa. Matutu piga pote la pote kambirani, anashindwa kudhibiti ngozi, ile. Refa anasema vipi, utakuwa ni mpira mrusho, watawajibika vijana wa timu hii ya Sameta. Haya, anajipinda cha upinde pale, anza pembezoni kwa Kajazi nambari 11 kwenye gongozi, leta juu kwa juu, anakataa beki msarabu kwenye gamba la kifua, unacheza wapi, piga pale, bawatiza mtu, hatari, bado kataa. Haya, chini kwa chini, katikati mwa kiwanja, anatuliza, tumia gamba la kidari, wanakuja pale Sameta, na kataa beki huyo, jazi nambari 17, anapiga pote la pote, kichwa kinaita. Haya, kwenye gamba, anatuliza, jazi nambari 6, piga pembezoni kulia, anakataa beki huyo, jazi nambari 6, upande huu wa timu unaizungumzia namna gani pale, mtu anaangushwa, hapa, kuna mtu anaangushwa hapa, refa anasema utakuwa ni mpira Waikabu. Aliangushwa kijana mdogo kabisa, anafahamika kama David Kombe, kijana mdogo kabisa kwa timu hii ya Sameta, na atakwenda kupiga fauli. Ni Kasiwa Kahindi, kijana mdogo kabisa, talanta wanamuita Doku. Mashabiki wa timu ya Sameta High School, ni timu nzuri kabisa kwa nafasi kama hizi, wameweza kufunga bao nyingi timu ya Sameta. Hamza Kimbo anapiga Doku chini, potelea pote, inakuwa ni corner kick kwa faida ya timu ya Sameta ambao wamevalia manjano midhili ya timu ya Tusker. Akaniambia ni manjano midhili ya timu ya Wolverhampton, lakini kufikia sasa ni wana Sameta. Wataanza pembezoni kulia, inakubali chenga, kijana mdogo Mairi Mwingi, offside,
alikuwa amejenga kibanda mahali ambapo hafai. Vijana wa Sameta Boys inakuwa ni afueni kwa wana Matutu PAG kutoka upande ule wa kaunti ya Nyamira. Ni mechi ambayo ni derby, inaitwa The Gusii Derby kwa sababu upande mmoja tunayo mabingwa wa upande wa Nyamira Matutu PAG, upande mwingine tunayo timu ya Sameta Boys mabingwa kutoka upande wa kaunti ya Kisii, na mandugu wanapopatana basi inaitwa ni derby. Nafasi kwa timu ya Matutu PAG, nahodha penyeza pembezoni kulia, inakubali moja kwa moja, sako kwa bako, jezi nambari 9 wa Matutu anajaribu kufuliza shoti, refa anasema kwamba ulikuwa umejenga kibanda mahali ambapo hafai, inakuwa ni goal, ni foul kwa faida ya timu wa Sameta Boys. Sameta Boys upande wa kati wanazidi kutulia kwa mechi, vijana hawa wachanga, lakini umahiri wao ni mwingi. Doku alikuwa na first touch nzuri lakini haikutosha. Matutu PAG penyeza pembezoni kulia, jezi nambari 5, moja kwa moja, sako kwa bako, refu potelea pote, goal kick kwa faida ya timu ya Matutu PAG ambao Sameta Boys kunradhi, ambao kufikia sasa hivi ndipo tu wameanza kuingia katika mechi hii, kwa sababu hisia ni nyingi, wanataka bao za mapema, wanajua wanacheza na bingwa na lazima basi wawe na akili zao zote katika mechi hii. Na kwa muda usiokuwa mrefu nitaingia upande ule wa mitandaoni kuona kwamba mashabiki labda hisia zenu ni zipi kwa mechi hii kufikia sasa. Haya, asante sana. Tazidi tu kusema na mashabiki hapo baadaye kwenye mitandao ya kijamii. Haya, taratibu pale vijana wa timu ya Matutu apiga pasi Nyereze kwa Kejazi nambari 8 kwenye gongoza, analeta juu kwa Joabu, anaondoa kutumia kichwa, ngozi na duna 1 2 3 inatoka nje. Watakuja kurusha hapa vijana wa timu ya Sameta, wamekuvalia manjano, kupenda zaidi yellow. Rusha taratibu, anakataa pale, piga juu kwa juu, Jazi nambari 11, hatari na gari, la haula wala quwata hapa, anageuka tisha, anza pale Migao, unacheza wapi? Wanao Matutu, kijana mwite Jerry, lakini piga pote la pote, ngozi natoka nje. Kumbuka langu jina ni Kasi Mohamed, kasisi wa soka, tupo na Ndebo Steven Captain 001. Mechi hii unaipata ndani ya kiwambo chako cha Ndizi TV. Pembezoni pale Jazi nambari 14 kwenye kongo za hapa, kijana mwite Dominic, anacheza wapi? Haya, anaongozi Jazi nambari 10 kushoto pale, anacheza wapi? Analeta juu kwa juu, wanakata vijana wa timu ya Sameta. Haya, juu kwa juu, kijana mwite Dennis pembezoni pale, panaza kichwa kijana huyu mwite Owen, taratibu wanao Matutu, piga pasi Jerezi, kijana huyu mwite Emmanuel Ishmael, analete nje, hajalenga shabaha, piga pote la pote natoka nje hapa. Kipindi cha kwanza 0-0 hapa, Sameta 0 kadhalika Matutu 0. Hamna ambaye amejali wako lionja lango la mwenzie. Sikiliza, takuja kwanza kwa kipa mwite Amos Gichana anadokoza kumtoka kijana huyu mwite Kevin anageuka lakini zidiwa maarifa hapa na Jazi nambari 20 kwenye kongo za kijana mwite Dennis. Anao James, hatari pale, lakini namna gani alikuwa ameotea hapa. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasipo na idhini yoyote. Haya, pembezoni pale kulia, unacheza wapi? Wango piga pale, anakataa Jazi nambari 4. Vijana wa timu ya Matutu mwita hapa kijana huyu Jerry Otieno, anatuliza kijana mwite Kisilwa Kainde, anaongozi gawa kwake Kelvin anakimbilia, lakini anapigwa pale kiatu.
Kijana huyu mdogo kwa jina wanamuita kwa jina Doku, jina la utani. Ni kijana aliye na umahiri mwingi sana, na wakati huu anaonyeshwa kadi manjano ya kwanza, jezi nambari 20 upande wa Matutu PAG, na nikana kwamba kijana huyu Doku ameweza kuumia sana, kwa sababu unaona kwamba ako katika uchungu mwingi sana baada ya kupenyeza mpira ule, lakini akasema kwamba mpira ukipita basi mguu usipite. Anasema heri mpira upite lakini mguu usipite, lakini anajizolea kadi ya manjano ya kwanza ya mchezo. Basi utakuwa ni mpira wa ikabu, atakuwa na wajibika kijana jazi nambari 14 mwite Dennis Ndoni. Dennis sikiliza. Dennis atakuwa na wajibika, analeta pale Glana Gare. Goalkeeper huyu mwite Stanley Onyango anasema ni chakula chango. Anza jo kwa jo, anakimbia pale jazi nambari 3, nakata pale beki huyo kijana huyo mwite Jared Odhiambo, kazi inatoka nje. Itakuwa ni foul. Mpira wa ikabu ule amecheza visivyo. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia kwenye mitandao. Haya, leta juu kwa juu pale, kichwa kinaita chake mchezaji mwite James pembezoni pale, anapiga pasi nyerezi kwa kijana huyu mwite Emmanuel Ishmael. Anao kijana mwite David Onyango, lakini bado wanakataa, wanajibu vipigo vijana wa timu ya Sameta. Kijana mwite Noren anacheza wapi? Wanawai Matutu. David Onyango juu kwa juu, hatari pale, piga babatiza mtu duna 1 2 3 toka nje, kona. Inakuwa ni kona hapa, wanasajili kona hawa vijana na wazungumzia wa timu hii ya Matutu. Kumbuka unapata kutoka kiwambo cha Ndizi TV. Mdadis wa soka Captain 001 yupo ndani, Demo 7 langu jina nite Kasi Mohamed, kasisi wa soka bila soka. Watu wanaokoka, piga kona pale hafifu, anapiga kona hafifu pale, inatoka nje. Kipindi ni cha kwanza hapa katika uwanja huu wa shule ya wavulana Cardinal Tunga Mosocho, ikiwa basi Sameta 0 kadhalika Matutu 0. Anakuja kupanda kijana huyo mwite Kelvin alimaarufu Doko, piga katikati mwa uwanja kumtoka kijana huyo mwite Murara Isaac. Wanawai Matutu, kijana mwite Dominic acheza kwake 19 kwenye gongo za kijana mwite John Olo, kisha kwanza John mbatiza mtu anatoka nje. Itakuwa nini? Kona. Wanafaidi kona hapa. Imekuwa ni mechi ya kasi yake kufikia sasa baina ya timu zote mbili, kufikia sasa baina ya timu ya Matutu PAG pamoja na Sameta. Kufikia sasa ni takriban kona ya pili kwa faida ya timu ya Matutu PAG, ambapo kufikia sasa wamejituma sana kuona kwamba nakala wamepata bao kufikia sasa. Haya, sikiliza kona. Vijana wa timu ya Matutu, tunaone mambo yatakavyokuwa hapa. Sikiliza kona hiyo, itakuwa inachongwa, anasubiri tu kipenga cha mwamuzi na wamejituma sana. Sikiliza kona juu kwa juu, labda gari kataa, bado wanakimbilia ngozi. Tuliza vijana wa timu ya Matutu, jaze bali 3 kibete David Onyango, piga pasi, wanakataa hapa. Sameta piga poti la poti, ngozi natoka nje. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia. Tupo live pale kwenye kiwambo chako cha Ndizi TV. Haya, leta pale, lakini nakuwa hafifu, natoka nje, nakuwa ni goal kick. Wanafaidi goal kick hapa. Langu jina niite Kasi Mohamed, kasisi wa soka, mimi na ubiri soka. Watu wanaokoka wasiombi sadaka, lakini ukinipa basi sitakataa. Haya, taratibu. Vijana timu ya Sameta, kijana mwite Jared Odhiambo, leta pasi kwenye kichwa, anatuliza kwenye gamba la kidari. Wanawai Matutu, anakuja kugawa kijana mwite Emmanuel Ishmael pale juu, anakuja kuwa kijana mwite Jerry Otiero, piga pembezoni kwenye gamba la kifua, anatuliza, weka kwenye guu lake la kulia, taratibu, piga pasi nyerezi, pasi ice cream ya maziwa, analete wangu, lakini kataa badali katani. Itachezwa upya, itakuja kuchezwa upya pale nyuma. Vijana wa timu ya Sameta, mwite kijana Devile Okeyo,
Kijana mwingine vile analeta juu kwa juu, namna gari bado wanakataba katari pale. Kijana mwite Doko. Haya, tuliza Matuto anao jazi nambari 6 hapa. Kijana mwite vile gol kipa Nyaka gol kipa hapa. Sema ni chakula changu kipindi cha kwanza. Haya, tuliza, analeta pasi Baraza pale pembezoni. Kijana mwite Kelvin almaarufu Doko. Haya, anao wanakataa jazi nambari 8 analeta pembezoni pale na Bakari. Hatari, natoka nje na kwani kona hapa. Kona ya 4. Inakuwa ni kona ya 4. Kona ya 4 kwa upande wa timu ya Matuto. Haya, sikiliza kona. Sikiliza kona. Wanafaidi vijana wa timu ya Matuto. Analete nje. Cheza kona hafifu pale. Wanacheza kona hafifu. Asante sana, taratibu pale. Wanacheza wapi? Juu kwa juu. Lakini bado. Asante sana. Zidi kutufollow pale kwenye mitandao ya kijamii ya Tendizi TV News Digital, Facebook, vile vile pale YouTube. Tutaweza basi kuhakikisha kuwa unapata mechi hii. Haya, taratibu vijana wa timu hii ya Sameta. Haya, asante sana, tazidi kuzisoma baadhi ya rufa zero wale wote ambao mnazidi kuzituma. Haya, hatari pale na Bakari bado kemea pembezoni. Piga kisigino na kubali, piga pasi Jereze. Namna gani hapa wanapiga mikao mizuri vijana wa timu hii ya Matuto. Taratibu, leta juu kwa juu. Hatari bado. Goalkeeper anapangwa pale, anasema chakula changu. Ada wanasoro. Dunda 1 2 3. Natoka nje. Watarusha vijana hawa wa timu ya Matuto. Taratibu, jazi nambari 17 kwenye gongozi. Anapiga kwa jazi nambari 16. Kijana huyo mwite James. Piga pembezoni pale. Kushoto anatuliza. Lakini ngozi na mzidi maarifa inatoka nje. Watakuja kurusha Sameta. Anawajibika kijana mwite Nore. Anacheza wapi? Leta katikati mwa uwanja. Kichwa na paraza pale. Anakimbilia hapa kijana mwite Deniza. Deniza anapiga pale, bawatiza mto. Juu kwa juu, piga kichwa cha mparazo. Tuliza kwenye gamba la Kidari. Geresha ya kwanza. Hatari pale na Bakari. Kizaza. Hatari kwenye lango. Anapiga pasi hafifu. Na Bakari. Ilikuwa ni nafasi muru kwa timu ya Sameta Boys kupenyeza pembezoni kushoto. Akapata nafasi muru, lakini kujaribu kutafuta shuti kakosa. Nafasi kwa Matuto sasa. Penyeza pembezoni kushoto refu kubeba jezi nambari 9. Atapata, ndiye anapata. Matuto chenga binadamu inakubali, anawekwa chini. Inapaswa kuwa foul, lakini kulingana na refa alikuwa mwenye kibanda mali hapa, fine offside ambayo inakuwa ni afueni kwa wana Sameta Boys. Itabidi wameanza upande pembezoni kulia. Sameta Boys vijana wadogo kabisa, chenga inakubali. Sameta Boys pembezoni kulia, mpira unakuwa mwingi, unamzidi kasi. Ni mpira wa mrusho kwa faida, unapaswa kuwa kwa faida ya timu ya Sameta. Naam. Kuna mchanganyiko pale baina ya wachezaji wa upande wa pembezoni kushoto pamoja na refa, lakini yote 9 ni mpira kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Anakwenda kurusha wangu, amesakamwa, anajaribu kupenyeza, refu inakataa. Nafasi kwa Sameta, piga refu, potelea pote, inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Matuto PAG. Kuna anauliza captain upande ule wa Agoro Sare na Kisumu Day kunaendelea vipi, lakini mashabiki walikuwa wengi na nikana kwamba kufikia sasa mechi hiyo imesitishwa na haijaweza kuanza. Agoro Sare, Kisumu Day upande ule wa pool A, lakini pool B kazi inaendelea. Kona kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Haya, sikiliza kona hiyo. Asante sana. Nitaweza basi kuzisoma ama kuzipunguza baadhi ya rafa.
ambazo zinazidi kumiminika. Haya, sikiliza kona, analeta hatari nje, toka nje pale, anaitwa Omosh Mwinjilisti, anasema mechi iko sawa kabisa. Anaitwa Moha, anasema iko kali. Job Mogaka anasema mechi kali, tuwatakia vijana kutoka Kisii na Nyamira ushindi. Evans Moko anasema Korwa Emomo Saiba keroka pamoja, hatari pale Doku na Bakari hapa. Kijana huyo alikuwa amekuja taratibu, kijana mfupi, lakini kazi anayoifanya kazi ya kiutu uzima. Aliona jana vijana kama yeye Lamine Yamal upande ule wa Hispania akazamisha Wafaransa kuambia kwamba hatari pale. Goalkeeper Rajaka, kijana yule mdogo sana mwenye umri wa miaka 16 17 Jumamosi hii mbele ya fainali England ama Netherlands. Asante sana, na nitakwambia kwa nini Yamal huwa achezi dakika 60 ama 70. Tutakuwa nakwambia. Haya, taratibu anadokoza pale kwake jazi nambari 20 kwenye kongozi, na anatuliza kwenye kidari, anapiga pasi Nyerezi kwenye sanduku, lakini namna gani kozi nakosa dira, inatoka nje na kwani goal kick. Langu jina ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka. Mimi nahubiri soka watu wanaokoka. Tupo naye captain 001 na Demo Steven. Wanaanza pale juu kwa juu, kichwa anakataa pale mchezaji mwita James ongeza pembezoni pale, Matutu anaingia, hatari, anapiga fataki nje. Kufikia sasa tutasema kwamba timu hii ya Matutu wameweza kucheza kama walivyocheza mechi ya semifinali, wakaenda sare tasa, mechi ya finali wakaenda sare tasa, na kufikia sasa upande wa first half kufikia sasa bado hakuna bao kuonyesha kwamba timu hii ya Matutu PAG wameendeleza rekodi yao labda kwa mechi za kiwango cha juu, haja wakifunga bao mengi kama walivyokuwa wakifunga upande ule wa zonals, upande ule wa mechi za preliminary ambazo labda ushindani ukuwe mkali sana. Asante sana, hiyo ni sauti ya mdadisi wa soka mwite Demo Steven. Haya, leta kona juu kwa juu, piga kichwa, hatari, kila mnakari bado kizaza geresha kwanza, lakini refa amekwisha poliza kipenga na sehemu itakuwa ni mpira wa madhambi. Wanafaidi vijana wa timu ya Sameta. Upande ule wa udadisi walikuwa wamesema kwamba mechi timu hii ya Matutu PAG upande wa safu ya kati na upande wa mbele inapaswa waweze kunoa makali zaidi, kwa sababu haujakuwa ukifana kama mechi nilizokuambia, mechi ya semifinali, mechi ya finali. Anapiga refu, mwenda lango anakuwa mrefu zaidi kupata mpira ule. Nafasi sasa kwa Sameta pembezoni kushoto, anao mpira kwa upande wake. Honda alijaribu kupenyeza upande wa pembezoni kushoto, lakini unakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Matutu PAG. Kufikia sasa pembezoni kulia, anakwenda kurusha ni jezi 20, anajaribu kupenyeza rais kuweke jezi 9, lakini wapi, amesakamwa kabisa na timu ya Matutu. Inapata umilisi na kuwa ni foul kwa faida ya Matutu PAG, ambao kufikia sasa hawajapata chance ambayo tunasema kwamba ni nafasi murwa kabisa. Kufikia sasa hawajaweza kupata nafasi ile ambayo ni murwa. Wanakwenda kuanza ni timu ya Matutu. Sameta amesakamwa potelea pote, upande wa kati wanajaribu kujinyakulia nafasi murwa Sameta Boys. Bado mechi haijatulia kufikia sasa. Mashabiki wanasema ngoja ngoja uumiza matumbo, lakini pia Waswahili husema kwamba subira huvuta heri, huleta kilicho mbali karibu. Tukapata nafasi moja ni Matutu PAG kujaribu kupenyeza shoti, lakini haikutosha. Pembezoni kulia pasi inafika, first touch inakubali, nafasi kwa timu ya Matutu PAG, lakini upande ule wa AR alikuwa amesema kwamba usharombeza, ni foul kwa faida ya timu ya Sameta Boys, ambao ni mabingwa wa upande wa Sameta, mabingwa upande wa kaunti ya Kisii, na kwa sasa wameanza safari kutafuta ubingwa kwa eneo hili la Nyanza. Wameanza kutafuta ubingwa wa eneo hili la Nyanza. Muite muhakiki wa soka huyo Demo Steven. Haya, ngozi pale juu kwa juu, au unacheza wapi? Vijana wa timu ya Sameta wanaumilisi wa ngozi taratibu, au unacheza wapi? Bado analeta juu kwa juu, nakuja kutuliza kijana cha Kelvin, anakimbilia Doku huyo, anza pale nyuma kwake Baite Dennis, anayo geresha, leta katikati mwa uwanja, bado piga juu kwa juu, lakini safu ya ulinzi ipo ngangari. Haya, piga kazi, lakini kataa kwenye gamba la kidari, juu kwa juu, piga, anaongozi, wanaanza migao. Vijana wa timu ya Matutu, cheza kwake jazi nambari 20 kwenye gongoza James Geresha, namna gani bado
wanakata daktari, kichwa kinaita pale pembezoni, kijana mwite James anacheza pale pembezoni kwa mwite Emmanuel Ishmael, lakini anakuja kwa goalkeeper huyo mwite Amos Gichana, anasema ni chakula changu hapa, mwite Amos Gichana. Haya, analeta pale, anakataa James Ongera, Baraza pembezoni pale kulia, jaza mali tatu, hatari namna gani, piga pote la pote, kona inakuwa ni kona. Wanafaidi kona hapa vijana wa timu hii ya Matuto, kona ya tano. Kona ya tano upande wa timu ya Matuto. Hadi sasa Kasim, mwalimu wako wa Masa alikuwa mzuri. Hesabu ya 1 2 3 4 5 uko sawa. Nisije ukipewa algebra utawezana. Haya. Algebra. Analeta kona pale, piga kichwa nje. Ilikuwa imepigwa kona mura kabisa na wana Matuto PAG, akaruka juu zaidi midili ya Cristiano Ronaldo, lakini kukuwa na ile accuracy, akapiga midili ya Bakayoko. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Asante sana kuzidi kuwatambua mashabiki. Kuna shabiki anaitwa Busta anasema yuko ndani kutoka pale eneo la Magombo, anakimbilia pale Doku, kijana huyo Kelvin almaarufu Doku, lakini kozi atoka nje. Haya, sikiliza, atakuwa na rusha hapa kijana mwite Ochieng anza migao na kuja kuwahi jazi nambari 19, leta pale Tuniza, anawahi kijana mwite Doku, kisha Geresha Inapakari Dennis. Hawa vijana timu ya Sameta unacheza ngozi nzuri. Haya, Geresha piga pasi katikati mwanja, kijana huyo mwite Murara Isaac, wanawahi Matuto, piga kwa kajazi nambari 19 kwenye bongoza taratibu pale, kijana huyo mwite John Olo anakuja kuvumburuka nyirika pale namna gari, kozi atoka nje. Refa anasema vipi, utakuwa ni Ramadhani, utakuwa ni kucheza upya. Asante sana. Hawa Sameta Boys ni wazuri, wakipewa nafasi wakiweza kuwa na ukomavu katika mechi hii, wanaweza onyesha kwamba wanaweza piga pasi 5-10 bila Matuto kuweza kuguza, na ni jambo litaokolea sana upande ule wa pili, kwa sababu kama unaweza miliki mpira basi unaweza create chances, na ni jambo ambalo upande wa kipindi cha pili kocha wa timu ya Sameta ataweza kuambia vijana kwamba kama unaweza piga pasi sasa, tutafute assist ya bao, tunaweza tujitume bado. Na ukiangalia vijana wa timu ya Sameta wanaonekana kuwa watoto wadogo sana kulingana ama kuweza kulinganisha na hawa wa timu ya Matuto. Asante sana. Sikiliza, utakuwa ni mpira wa ikabu. Wamrusho kundrani na Wamrusho. Tutakuwa tunawajibika vijana wa timu hii ya Sameta wamekuvalia manjano yeno. Haya, piga taratibu. Hatari pale, wanakuja goalkeeper anakuja, wangu anasema ni chakula changu. Kipindi ni cha kwanza 0-0. 0-0. Hamna ambaye amejaali wa kuliona lango la mwenzie, ngozi natoka nje, atakuja kurusha safari hii vijana wa timu ya Matuto. Piga pale Makasia, anatuliza kijana mwita Tony Olo, analeta pembezoni, bishabisha bado jazi nambari 3, anapiga tiga mwele na Kobari, wanakataa pale vijana wa timu ya Sameta, anakuja pembezoni pale kijana mwite Kisilwa katikati pale kijana mwite Hezban ati na ngozi bado wanakataa, wanazamikao vijana wa timu ya Sameta. Geuka pale, piga pembezoni kwake Hashim Ali kumtafuta Doko, lakini anakataa hapa jazi mali 20, piga pasi namna gari, kimbilia, lakini dunda 1 2 3 toka nje. Inakuwa ni afueni kwa timu ya Sameta, kwanza mbio na ushirikiano wa Avieta na Doku umeonekana mzuri sana kufikia sasa. Mpira wa mwisho kwa vijana hawa walio na talanta, anawaambia tulia, inakubali. Nafasi kwa timu ya Sameta, wanakosa umilisi na umakinifu, wanapenyeza timu ya Matuto pembezoni kulia, jezi 19, anawauliza mko wapi, mpo, anapiga refu. Ilikuwa ni nafasi murwa kwa timu ya Matuto PAG, alipenyeza pembezoni kulia, jezi 19, akapiga mpira mrefu na long balls, lakini kupata final touch, final finish ikakosa, na hapa Sameta ananusurika. Sameta anaweza kunusurika, na wakati huo basi center referee anakiweka kipenga chake baina ya mdomo wa juu na mdomo wa chini,
Anasema kipindi cha kwanza tosha kutoka uwanja huu wa Mosocho. Sameta 0 Matutu 0. Half time. Imekuwa ni kipindi cha kwanza chenye hisia mseto kwa timu zote mbili. Tumeona timu ya Matutu pia jionyesha kwamba ni wazuri kwa long balls, lakini upande wa Sameta Boys wamekuwa wema katika upande ule wa mpira wa umilisi au possession football. Kilichokosa kufikia sasa ni ukomavu wa kuweza kufunga bao, ni ukomavu wa kuweza kuandaa nafasi murwa za mabao. Ni swala ambalo litakuwa ni mlima mkubwa kwa upande wa makocha wa timu zote mbili kuweza kuhakikisha kwamba imeweza kuwa na nafasi murwa ya kuweza kuona kwamba timu hizi zimeweza kupata ushindi, na wanafahamu kwamba leo hii atakayepata ushindi hapa hivi ni kana kwamba guu moja litakuwa katika upande ule wa semifinali, kwa sababu mechi zingine za hapa au timu zingine za Pool B ni pamoja na Ambira ambao ni mabingwa upande ule wa Siaya na timu ya Tonga ambao ni wa pili upande ule wa Homa Bay wakafuzu kukuja upande huu wa Nyanza, kwa sababu defending champion eneo hili la Nyanza ni Agoro Sare, basi akapewa timu mbili kutoka kaunti hiyo. Ambacho kimekuwa ni cha kusisimua, ambapo hadi kwa sasa basi ni sare tasa, hamna ambaye amejaliwa kulionja lango la mwenzie, sio timu ya Matutu wala timu hii ya Sameta. Nafasi hizi ambazo wamezipoteza, ambaye kwa wakati kama wanasaidia wachezaji hawa wa Matutu PAG ambao kufikia sasa wamekuwa wema upande ule wa physical game, wako sawa kwa sababu ya labda ile hali ambayo kimiaka kiukomavu ulivyosema wanaonekana wamekomaa zaidi kuliko wale wa Sameta, lakini upande ule wa bao imeweza kuwa ni kibarua kirefu, lakini mashabiki wamebaki tisti kusema kwamba bado 90 bado 70, ambapo mechini 35 kipindi cha kwanza 35 kipindi cha pili. Ni mechi ya kwanza ya makundi, kumaanisha kwamba hakuna dakika zile za nyongeza au added time ambazo tutaziona zikija upande ule wa preliminary au tukienda upande ule wa knockout kufikia sasa, ambapo tunaona kwamba upande mwingine ni wachezaji wa akiba wa timu ya Sameta Boys wananoanoa misuli akisema kwamba labda kipindi cha pili tunaweza pewa nafasi tucheze, kwa hivyo lazima tuweze kunoa makali. Hao ni wachezaji wa akiba wa timu hii ya Sameta Boys. Asante sana. Ni mhakiki wa soka mwite Ndemo Steven. Tunazidi kuzungumza kwa sababu kipindi cha kwanza kimeweza kutamatika moja kwa hapa kutoka uwanja wa Mosocho, ikiwa basi ni 0-0, lakini tuone basi watakuwa wanatumia mbinu zipi timu zote mbili, kwa sababu sasa hivi ni fursa ya kocha kuweza kuzungumza na wachezaji, kuambia hapa amkufanya kweli na mnafaa kurekebisha papa na hapa ili mambo yaweze kuwa mazuri. Nafahamu kwamba labda timu ya Matutu wakuja katika mechi hii angalau labda walihisi ni kana kwamba vijana hawa wa Sameta ni wadogo. Ukiangalia kwamba Matutu ndipo wamekuja msimu wa pili upande wa Nyanza, angalau walihisi ni kana kwamba hawa ni vijana ambao labda tutafunga mapema, lakini haijakuwa rahisi. Wanasema kwamba kwa soka hakuna rahisi, na kufika umbali huu ni kumaanisha kwamba ameweza kushinda mechi zake za awali, na baada ya kushinda mechi zake za awali basi anapofika hapa ni mkomavu kuweza kujituma katika mechi kama hizi. Na kumbuka kwamba siku ya kesho katika kundi hili la ba tunaweza kuwa na mechi ya kwanza kwa timu ya Ambira Boys pamoja na Tonga High, ambao watafuatilia mechi ya leo sana, kwa sababu majibu ya leo ataweza kuweka mwelekeo kwamba kundi hili la ba nani yule atakayeshinda leo atakuwa akiongoza kundi hili la ba katika mechi hizi za michezo za ukanda huu wa Nyanza. Kwa hivyo Ambira Boys, timu ile ya Tonga High School watakuwa wakijituma sana angalau kufuatilia kwamba mechi hizi zitaweza kuwa vipi baina ya timu hizi mbili. Lakini wakati huo naye mdadisi hapa ambaye anafahamika kama Alfayo Kombo, nisijue labda hisia zako leo hii ni zipi kwa mechi hii funguzi, mechi ya soka ukanda wa Nyanza? Naam, asante sana Ndemo. Kama tulivyoweza kutazama mpira huu eneo la Nyanza, kwa kweli ni mpira ambao umekuwa na maruerue mengi. Tumeona kwamba mashabiki waliweza kujaa hapa pomoni kuanzia mida ile ya saa 5. Tukiangalia tu ni kwamba ni mchezo ambao kwa kweli ulikuwa tu ukiwa na msisimko mkubwa. Ikumbukwe kwamba leo ni siku ambayo timu ile ya Agoro Sare pamoja na Kisumu Day, kumbuka kwamba katika mechi yao ya mwaka jana ilikuwa ni fainali kubwa sana ile ambayo walikuwa wanacheza hapo jana. Leo mashabiki wengi waliweza kufika hapa saa siku ya leo ili kuweza kutathmini kweli, je, mwaka jana
timu ya Gorosari iliweza kutupiga katika mgaragazano ule ambao ulikuwa mkali katika siku hiyo. Kwa hivyo ni mechi ambayo ilikuwa imengojewa kwa hamu na gamu, lakini hatimaye iliweza kuahirishwa mpaka kesho. Lakini tukitazama mechi ya leo ambapo tumeona kwamba Sameta, vijana wa Sameta na vijana wa Matutu, kwa kweli tukiangalia mechi ambayo vijana wa Sameta wanacheza hasa siku ya leo ukilinganishwa na mechi yao ya mwisho ya kufuzu kuja katika kipute hiki, kwa kweli imeweza kubadilika kwa udogo kwa wale wachezaji wao ambao waliwaleta katika kipindi hiki ambacho tunasema ni regionals. Hatujaona vile wakiweza kutumiwa. Hatujui kwamba ni njia moja wapo ambayo mkufunzi wao amejaribu kuiweka ili kuweza kutazama timu ya Matutu wanacheza vipi, ili katika kipindi cha pili aweze kuwaleta kama wale ambao watakuwa wanakuja kumsaidia, kwa sababu tukiangalia kwamba Matutu wamezoea kwamba mechi ya kwanza wanatoka sare, alafu huenda tuna mechi ambao wanacheza ni kwa uzoefu. Lakini tukiangalia kati ya Matutu na Sameta wamejaribu kuliangalia lango la upande wa Matutu, lakini tukiangalia vijana wa Matutu wamejituma sana, na nafasi ambazo walikuwa wamezipata nyingi za wazi ambapo wangeweza kupata bao hawakuzitumia vizuri vile ambavyo ningeweza kusema. Na kwa kweli unajua katika mpira wa kabumbu ni ile kwamba usipotumia nafasi ile ambayo unaipata, pengine huenda ukapata adhabu, kwa sababu unajua mpira wa kandanda ukipata nafasi baadaye mwenzako akipata nafasi finyu hata kuadhibu. Namuona kwamba kuna mwenzetu pale Kasim Mohamed, ni kana kwamba unaenda upande mwingine wa mitandaoni kuona hisia za mashabiki ni zipi, lakini aliyekuwa ni shabiki wa Sameta, shabiki wa Matutu, ni yupi unasikia kama amepata value for his time, value for his money katika kipindi cha kwanza? Kipindi cha kwanza kwamba kamera yetu iko upande ule. Kipindi cha kwanza tuweze kuambizana ukweli, tumeona Matutu wameweza kuwa na nafasi tukizi na wameonyesha mchezo mzuri, lakini vile vile vijana wa timu ya Sameta wameweza kuonesha ule ubunifu wao katika mchezo huo. Kwa hivyo katika kule shabiki wa Sameta na wa PG hamna ambaye hadi kufika sasa ambaye ameweza kufaidika, lakini wote wapo tu na hakuna ambaye ameweza kukasirika kwa sababu hamna mtu ambaye ameweza kumfunga mwenzake. Labda wakati huo wa Alfayo Kombo tumeona kwamba vijana wa Sameta ulivyosema kwamba ni wadogo kwa kimo, tumeona wanaelewa mpira nao, lakini ni wadogo kwa kimo, ambao labda imekuwa ni rahisi kwa wale mabeki wa timu ya Matutu PG, ukiangalia kwamba ile umaarufu ambao wako nao, ile maarifa ya mechi ambazo wako nazo, angalau labda zinakuonekana kwamba inakuwa ni rahisi kwao kuwaziba wachezaji wa Sameta kimwili. Bora wasipate nafasi wamewaziba. Ungalikuwa kocha wa Sameta, ungefanya nini kipindi cha pili kupata bao zaidi ya moja ikiwezekana? Kwa kweli tukiangalia michezo hii ambayo michuano, kwa kweli katika kabumbu siku zote hatuangalii ukubwa wa mwili au ukubwa wa uzito wa mtu vile anavyokuwa tu katika maumbile ya kibinadamu, kwa sababu tukiangalia mtu kama Messi ana mwili mdogo, angalia Yamal ako na mwili mdogo, lakini ni kuwa na mwili mdogo pia naona ni advantage kwa wachezaji wale wa Sameta, kwa sababu akipenyeza pale anapita kwa uwepesi. Kwa ndio maana tumeona kwamba katika mechi ambazo Sameta nafasi zile ambazo walizokuwa wanazipata finyu za kupenyeza walikuwa wanatoka kwa uwepesi kwa sababu ya mwili wao. Ni vijana ambao ni wadogo wamejikakamua, na nikirudia kwamba kocha huyu wa timu ya Sameta naona kwamba raundi hii amejaribu kubadilisha tactics zake ambazo alikuwa anatumia, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao waliweza kucheza nao katika mechi ile ya fainali wakati alikuwa anafuzu kuja hapa, wengi wao hawajaanzisha karibu vijana 6 hivi. Hivyo ni kuonesha kwamba benchi yake pale nje, wale ambao wanakuja wakati atafanya mabadiliko, ni kama anapania kwamba mabadiliko yake yasiwe hafifu, yale mabadiliko ambayo atakuwa yanampatia yanaweza kuzaa matunda, kwa sababu kufikia sasa nikiangalia pia Matutu wamecheza vijana ambao wamecheza vizuri, wamejaribu kufungua uwanja, kujaribu kuangalia kile ambacho watakifanya ili waweze kupata bao, na natazidi kurudia zile nafasi ambazo Matutu walizipata na wakazipoteza, pengine wataweza kupigwa kibao kimoja na waweze kusema laiti ningalijua nafasi ile ambayo nilipata mapema, mbona sikuweza kuifunga. Kwa hivyo ni swala ambalo tukiliangalia vizuri sana tunafaa kuliangalia kwa karibu, na yule kocha wa timu ya Matutu anafaa kuzungumzia Saki wakati huu, wakati wa kipindi cha mapumziko hiki, azungumzie vijana wake waweze
kuweka jitihada zao ili waweze kupata bao, kwa sababu saa sio zile 45, saa ni 35. Asante sana Alfayo kwamba akiendelea kutueleza hivyo. Upande mwingine Kasim Mohamed, upande ule wa pool A, kunao wanauliza kwamba pool A kunani, kulikuwa na mechi ya kwanza baina ya Gor Sare defending champion, Kisumu Day former finalist, upande ule wa mechi hizo, na kwa sasa hivi angalau labda ni kipi kile ambacho labda kinapaswa kufanywa katika wakati huo kuweza kuona kwamba mechi hizi, upande wa kwanza mechi imetibuka, Kisumu Day ya Gor Sare ilingojewa sana, mashabiki kasi ari ikakuwa juu sana, ikabidi mechi angalau isifanyike leo. Labda ungesema kuhusu pool A. Kumbuka basi hapo pool A kuna ushindani mkubwa sana katika hii pool A. Kwa hivyo kwa mechi ya timu ya Kisumu Day na timu ya Gor Sare iliweza kusitishwa ama imeweza kusimama kwa muda ambao hatujui kama itachezwa au labda itaweza kuchezwa hapo kesho. Tukipata basi taarifa kamili ambacho kimeweza kufanya na kuweza basi kusababisha mechi hiyo kuweza kusitishwa, tutaweza kukujuza. Lakini katika hili kundi la pool A, hili ni kundi ambalo ni sio rahisi sana. Tuambizane ukweli, Ndemo Steven, hili si kundi rahisi sana. Wakati huo nafahamishwa kwamba mechi zingine za upande ule wa pool A ni pamoja na Gor Sare Kisumu Day. Kesho tutaweza kuona Ongincha na Kodero Bara pia wakiweza kupatana katika mambo hayo ya michezo, kuweza kuona angalau tumejua nani mshindi. Kipindi cha pili chaanza, watarajia nini Kasim? Kipindi cha pili watarajia nini? Tutarajie kipindi cha pili, kipindi ambacho ni chenye mabao zaidi ya mawili, kwa sababu timu zote zimeonyesha ule ubabe na kuonesha nia kuwa wanataka kufuzu kuelekea hatua nyingine. Lakini kwa ubashiri wangu nimeona kuwa vijana hawa wa timu ya Sameta wasipochunga, huenda basi wakaweza kufungwa, kwa sababu Matutu, ukiangalia mwenzangu Alfayo kwenye safu ya ulinzi ya vijana wa timu ya ama safu ya ushambulizi, Matutu ni wazuri sana, ingawaje wameweza kupoteza baadhi ya nafasi ambazo wamepata nafasi tukizi. Labda kwa upande wako, kipindi cha pili kinapotarajiwa kuanza muda wote kuanzia sasa, maoni yako ni yapi na matarajio yako? Pengine katika kipindi hiki cha pili ambacho tunatarajia muda wote kutoka sasa hivi waweze kuanza, kama nilivyoweza kusema hapo awali, ni kwamba vijana wa Sameta walivyoweza kutazama wakati mpira ulikuwa unachezwa wakati ule wa county, tuliona kwamba vijana wale walikuwa wazuri kasa. Kuna vijana wao wawili ambao bado hawajaingia uwanjani ambao ni washambulizi wazuri, na katika nafasi zile ambazo walikuwa wanazipata hapa, najua vijana kama wale wangepata nafasi kama zile, fursa kama zile, wangekuwa tayari wameshawaadhibu vijana wa Matutu, kwa sababu ukiangalia safu ya ushambulizi ya Matutu ni hafifu mno, na mkufunzi ule wao asipojaribu kufanya mabadiliko mawili matatu katika safu ile ya ushambulizi, pengine akaweza kuadhibiwa, kwa sababu nafasi amezipata zaidi kama nafasi 5 hivi katika kipindi kile cha kwanza, lakini nafasi zile zote hajafanya lolote ambalo pengine mashabiki waliojaa katika uwanja huu ambao tunawaona pengine wangesisimuka. Na tukiona kwamba vijana hawa Matutu wametoka mbali, the far post karibu Sisotik kule, na vijana wa Sameta ni karibu hapa. Kwa hivyo ni vijana ambao wametumwa hapa kuja kuleta ushindi, kupeleka upande wa Nyamira. Na vile vile tuliona vijana hawa wa Sameta ni vijana wadogo ambao wana ukakamavu, wamejiamini licha ya umri wao au mwili wao mdogo ambao wako nao kimaumbile, lakini bado hawajaogopa majagina hawa wa timu hii ya Matutu. Kwa hivyo nikiangalia kwamba wana fursa ya kupata ushindi wa mapema na kuweza kuzuia, kwa sababu ni vijana ambao ukiangalia wakati game yao ya mchezo wao wa mwisho walicheza na Ongicha, waliweza kuchukua zile fursa ambazo walikuwa wanapata, hawakuwa wanazichezea, walikuwa wanazisawazisha, ndipo waliweza kupata bao 4. Na tukiangalia kama sasa hivi, kama mkufunzi wao atakuwa amefanya ile mabadiliko kuleta wale vijana ambao wako na maarifa na wakakamavu na wanapenyeza kwa uwepesi, naona wakipata angalau bao 2 au mchuano ule huenda ukaisha 2-1. Asante sana. Huyo ni mdadisi na mhakiki wa soka kwa jina la Alfayo Kombo. Kipindi cha pili kitakuwa kinang'wananga muda wote kuanzia sasa.
Wamekuwa ni Kasim Mohamed, Alfayo Kombo kuweza kutupatia maelezo murwa ya kipindi cha kwanza yalivyokuwa. Kipindi cha pili ni mechi baina ya timu ya Sameta Boys wamevalia manjano, watacheza kushoto kuelekea kulia, Matutu PAG kulia kwenda upande wa kushoto. Sare tasa kipindi cha pili cha kwanza. Kipindi cha pili matumaini ni mengi kwa timu zote mbili, lakini jitihada za wachezaji ndizo zitaweza kuamua kunani. Asante sana Demo Steven. Nakumbuka kuna mabadiliko yamefanywa, tutakuwa tunakwambia timu zote mbili zimeweza kufanya mabadiliko ambayo tutaweza kukuambia. Asante sana. Haya, tunasubiri kipindi cha pili. Tunasubiri. Wanakwenda kuanza ni timu ya Matutu PAG. Wanaanza wangu ni wana Matutu PAG. Nafasi bora kabisa kwa timu ya Sameta Boys. Walizubaa ni wana Matutu PAG. Akapata nafasi bora, akapiga shoti kali kabisa. Na wakati huo babatiza mlinda lango, wananusurika Matutu PAG. Anapiga mlinda lango anachukua, anasema chakula changu. Refa pia aliweza kuona dosari pale katika mechi hiyo au katika mchuano huo wana Matutu PAG. Mpira wa mrusho kwa faida ya Matutu PAG. Wanakwenda kurusha mpira ule, wana Matutu PAG. Hatari kwenye lango pale, lakini mlinda lango anatokea, anasema chakula changu hiki kunusuru wana Sameta Boys. Nafasi bado kwa Sameta kutulia, bado ni nafasi kwa timu ya Matutu PAG. Umilisi wanao wana Matutu, wanajaribu kupenyeza nafasi mura, wanapenda long balls pembezoni kulia, analeta refu, run in behind. Nafasi mura kwa timu ya Matutu PAG, lakini alikuwa kesha rombeza. AR anasema kwamba ni foul kwa faida ya Sameta PAG. Wamerudi na makali Kasim. Kufikia sasa tumeona shot on target moja upande wa Sameta. Upande huu wa timu ya Matutu PAG wamekuwa na long balls nyingi kupembezoni kulia, pembezoni kushoto, lakini bado tunasubiri. Analeta hatari pale. Toka nje pale na kwa kora. Kilikuwa ni kizaza. Ni kama mechi ya Gor Mahia na Kiona haitachezwa leo. Haya, anza Migao. Wanaanza Migao ni wachezaji wa timu ya Matutu PAG. Bado kuweza kutulia katika mechi hii ambacho ni kipindi cha pili. Rusha refu pembezoni kushoto, wanakataa wana Sameta. Anakwenda kurusha, bado ni beki kulia upande wa Matutu PAG. Mashabiki ni wengi kabisa. Anaumilisi wa mpira ni mchezaji nafasi murwa, bado wanawasukuma ni wachezaji wa timu ya Matutu PAG kuwasukuma wachezaji wa Sameta kuweza kuingia katika himaya yao, angalau kuwalazimisha bao ambayo bado haijapatikana. Atakwenda kurusha mrefu ni Matutu PAG. Ndani ya kisanduku wachezaji wanne wa Matutu, takriban 6 wa Sameta. Anarusha refu, lakini wanamakinika rahisi ni wana Sameta PAG kupiga potelea pote. Nafasi ya mpenyezo, counter attack inapigwa refu, inakubali. Umilisi anao ni mchezaji wa timu ya Sameta peke yake na lango, anawafungua kama bahasha. Sameta wanakosa kumakinika, wana Sameta watajilaumu kwa nafasi walioipata.
walipata wachezaji kama hawajaweza kumakinika, wakashindwa kuandaa nafasi muro ya bao. Itabidi wameanza tena vizuri wana Sameta PAG. Nafasi wanayo, umilisi upande wa kati, nafasi muro 1-2 upande wa Sameta. Jaribu kupenyeza, inakataa. Matutu PAG, long balls kama kawaida, pembezoni kulia, 1v1 chenga inakubali, inakataa. Inakataa kwa faida ya timu ya Sameta, lakini si faida, imewapostpondia shida ambayo wangepata. Inakuwa ni corner kick kwa faida ya Matutu PAG, ambao ukionyesha na kimo cha wachezaji wa Sameta ni nafasi ya kutumia vizuri, wanaweza pata bao. Mstatilini kuna wachezaji 4-5 wa timu ya Matutu PAG. Sameta takriban 7-9, ni mmoja ako nje ya kisanduku. Kona inapigwa refu, wala kwanza kumakinika Matutu PAG. Kulikuwa na masiara ya kisandukuni, inakuwa ni foul kwa timu ya Sameta. Jezi nambari 5 pembezoni kulia, anafuata wangu wa kumakinika, inapelekea kuwa nafasi kwa Matutu PAG. Anakwenda chini, lakini hii ni rahisi. Mchezo wa kiume huu, nyanyuka wangu kuendelea na mechi. Sameta pembezoni kushoto, mwepesi wa kasi, amemwacha mmoja, wa pili anakata mpira wa mrusho wa Sameta. Mashabiki ni wengi zaidi, hasa baada ya mechi ya Kisumu Day na Gor Mahia kutochezwa. Wote wamekuja kufuatilia mechi ya Gusii Derby. Wanasema ni Gusii Enseo Mwando, na mechi ni baina yake. Anapiga refu kabisa, nafasi Murwa kunani peke yake na wago hapa wanajikanga wenyewe, vijana wa timu ya Sameta wanajikanga wenyewe. Waswahili watakwambia ajizi nyumba ya njaa. Wanafanya makosa, akakuja mchezaji akamwacha goalkeeper hoi, piga goli safi, goli tamu. Unavyozungumza Matutu, piga bao nzuri, bao tamu, bao nzuri kama ni nino hapa. Kwa Sabini Matutu 1, Sameta 0. Alipata nafasi Muro ni mshambuliaji kijana Brian Obuga. Ilikuwa ni highlight ya timu ya Sameta, haikuweza, akabaki 1v1 na lango, nipige kushoto kulia, akasema popote ni bao. Bao moja ya Matutu PAG. Sameta itabidi wameanza kutafuta bao la kusawasisha, na nilivyokuambia kwamba Matutu PAG hawajafungwa bao kwa open play kufikia sasa. Haya, taratibu lakini kataa beki huyo wa timu ya Matutu. Sasa hivi kila ambacho Matutu atafanya sasa ni kuweza kuzuia pale kwenye safu ya ulinzi, kuweza kuweka ulinzi wa hali ya juu. Haya, geresha pale, wanakuja pale vijana timu ya Sameta, anavuburuka pembezoni pale kushoto, labda kadi zilio maarifa ambazo zinatoka nje, itakuwa ni goal kick. Wanafaidi Matutu, itakuwa ni goal kick hapa. Usiamini kipindi cha pili hapa, Matutu goli moja, Sameta 0. Ndani ya Ndizi TV tunayapata matangazo haya. Langu jina niite Kasim Mohamed, kasisi wa soka, tukiwa naye Captain 001 Ndemo Steven ubaya waka na support mani. Okay, haya, taratibu baada za kichwa pale, anatuliza wanao vijana wa timu hii ya Matutu kwenye safu yao ya ulinzi. Kijana mwite James anacheza wapi? Pembezoni, lakini ngozi la kwani linatoka nje. Atakoja korosha mwana Sameta, anawajibika pale kijana mwite Javen. Taratibu chini kwa chini, nakuja kumwai jazi nambari 8 kwenye gongoza. Anacheza wapi? Kijana mwite Felix Otieno. Gereshi ya kwanza wanakataa wanao Sameta. Kijana huyo mwite Kasiwa analete labda gari bado hatari, wanakataa, piga pote la pote Kambilari. Haya, hatari,
hatari ipo, hatari tena pale, beki wanamziazia bado, chini kwa chini, ananyanyuka Geresha tisha, bado wananyang'anywa tena wanao vijana wa Matutu, hatari na gari hana mtu wako bado, kizaza kipo, piga fataki gogo nje. Namna gani Kasim anauliza namna gani ilikuwa nafasi murwa kwa wana Matutu PAG. Anamuuliza nilikuwa tu hapa, mbona huku ni payo minus, lakini nafasi ishaenda, ni wakati ule labda wa kujuta kama Majuto ni mjukuu na huja baadaye. Upande ule wa mitandao naona Vincent Kinyoru anasema kwamba anatufuata kutoka upande ule wa Iranda. Naona Ben Andrew kutoka sehemu zile za Sondu Market ako ndani ya matangazo. Clau Nyakes anatufuatilia mitandaoni. Eric Osoro anasema following kwa Rwakeumburi Taroniko ndani. Joseph Mogire anasema Papa Siko tunafuatilia mambo yako, lakini hapa hivi ni yale ya michezo kufikia sasa. Na nafasi moja tena kwa upande wa Matutu PAG, wamechanganyikiwa Sameta, wamejipanga Matutu PAG, wasipojikaza wasawasishe kufikia sasa, labda wataongeza jingine. Ni wakati upande ule wa coaching wa Sameta PAG kusema kwamba wasipoziba ufa Sameta hawa watajenga ukuta na itakuwa kibarua kirefu sana kwa safari yao ya michezo. Nakumbuka kwamba matangazo haya unayapata moja kwa moja, kwanza kabisa kwa izani ya runinga ya Ndizi TV. Pili, washikadau tulio nao, moja wao ni Peak Sports Uniform Center upande ule wa Bosongo, wanauza uniform za michezo. Wakasema kwamba watoto wanaocheza na hizo uniform wacha wajione kwa runinga, hao sehemu ile ya mitandao, hao ni Peak Uniform Center. Wengine ni Nyanza Sports Vibes, ndio miongoni mwa sponsors wa mashindano haya ya Nyanza Region. Wakasema kwamba pia lazima wawe ndani katika matangazo haya. Nafasi kwa timu ya Matutu PAG, alijaribu kusukuma ndani mfungaji wa bao hili Brian, lakini haikuwezekana. Bado anapenyeza leta refu, lakini mpira utamzidi kasi. Mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Sameta Boys. Na kumbuka kwamba hii ni mechi ya kundi la ba. Kundi la ba lina timu 4, Matutu PAG hawa, Sameta Boys, Ambira mabingwa kutoka upande ule wa Siaya na Tonga waliokuwa wa pili upande ule wa Homa Bay, na atakayeshinda au kufikia sasa live standing, Matutu PAG ndio inaongoza kufikia sasa na pointi 3 kufikia sasa, iwapo majibu yatabaki haya hadi tamati. Kasim, asante sana. Huyo ni mhakika mdadisi wa masuala ya soka, huyo mwite Demo Steven, captain 001, shabiki sugu wa United ambayo miaka imepita pale haijawahi beba kombe. Haya taratibu, Matutu wanao jazi nambari 5, nguvu mpya huyo, anacheza wapi? Kwake jazi nambari 8, kijana wetu Dominic labda gari pale, wanakuja Sameta, hatari, piga cha mwili, inakubali, bado piga pasi, hatari, kizaza, bado nje. Sameta Boys walipata nafasi wakicheza kiespanyora, kila roja chenga ikakubali ya kwanza, ya pili ikakubali, akapiga dia post, mlelemo akasema kwamba hii sitakubali na iweze kuingia. Wanapata kona, ni Sameta Boys ambao kufikia sasa Kasim, sema ukweli, wameamuka. Lile bao ama lile goli limeweza kuamsha na kuwasisimua. Watakuwa wanacheza kona hapa vijana wa timu ya Sameta. Haya, sikiliza, tutakuwa natumia goli lake la kulia, analeta juu kwa juu, piga kichwa na gari, hatari, bado piga pale, lakini wanaondoa Katari. Haya, safari wanakuja Matutu, anakuja kuzanzuka, anaterereka, anavomboruka, kozi natoka nje. Labda gari hapa, vijana wa timu ya Matutu wanasema punda afe lakini mzigo uweze kufika. Siku zote Waswahili husema msafiri ni aliye bandarini. Haya taratibu, ngozi inatoka nje. Tanza pale goalkeeper huyo mwite Amos Gichana atatumia goli lake la kulia, taratibu pale juu kwa juu, kichwa kinakata pale chake mwite James anatuliza pale kijana huyo, jazi nambari 3 kwenye gongoza mwite Dominica. Beki huyu mstarabu anakata, Javen Odhiambo piga pale chini kwa chini, lakini bado anageuka, tisha
leta pale pembezoni kulia, anakimbilia Ngozi, jazi nambari 14, piga pale kichwa, Baraza geuka nzuri, piga pasi vijana timu ya Sameta wanao anamiliki Ngozi pale, kijana huyu mwite Hashim Ali, lakini itakuwa ni mpira wa ikabu kama sitokosea. Kadi ya manjano itakuwa inashuka, kadi ya manjano itakuwa inashuka hapa. Cheza visivyo hapa, tuone mambo yatakavyokuwa hapa. Hadi kwa sasa matutu goli moja, vijana wa timu ya Sameta, kiwa basi ni sifuri. Asante sana, langu jina Kasim Mohamed, sema nami. Kumbuka tuko live kwenye kiwango chako cha runinga pendwa, naizungumzia runinga ya Ndizi TV, unaambiwa Obwansu Bwomogusi. Asante sana, utamu wa haya, analeta pale na gari hatari bado, lakini mabeki wanakataa, piga pote na pote Kambirani, nakuja kwa Ijazi na Baridare, leta juu kwa Dominika Dunda, 1 2 3, natoka jina, kwani goal kick kama sitokosea, na itakuwa ni goal kick. Naitwa utamu bwa Subuo Mogusi. Nitakwambia Ndema ataweza kufasiri pana, tuambie Omogusi. Watu wanachengwa upande ule wa pembezoni kushoto. Vijana hawa wa Sameta talanta wanayo, lakini umepa. Nimekuuliza swali, umepa sana. Uliza tena. Haya, uliza. Haya, niko tayari. Omogusi, utamu hiyo jina la pili mshamalizia. Sababu kwa leo atauliza kama mkisimu gani huyo? Huo utamu yenu wa mkisi, lakini sasa mkisimu gani huyo? Tutaweza kuswahilisha kwa sababu Mswahili hapa Alifayo Kombo yupo hapa. Asante sana kijana msaliwa wa upande ule wa Bobaracho, lakini tabia ni za kikosti. Najua siku ya Jumapili ataleta jeshi lake kutoka Cape Media pale la Vela tawakilisha. Haya, sikiliza, utakuwa ni mpira wa ikabu. Naam, ni kama wanaandaa badiliko pale, tutakwambia ni nani atatoka, nani ataingia. Tatoka tunatoka jazi nambari 6, anaingia jazi nambari 7 huyo. Tutakwambia natoka jazi nambari 6 huyo, kijana mwite Neville, anaingia jazi nambari 7 mwite Steve. Kijana Steve anaweza kuingia pale kuchukua nafasi yake. Haya, hatari pale Dokoza, lakini wanakataa. Pembezoni pale anatuliza, anacheza wapi? Piga fataki, bado mabeki wale wanakataa, bali ni katari. Baraza jazi nambari 9, wadau matutu wanamilisi Ngozi, taratibu pale, piga pasi nzuri. Nyerezi anavomboroka, Nyereka pale tisha leta, lakini goalkeeper anasema ni chakula changu. Wakati huo unapata nafasi muru ya kuweza kusema kama bila nyinyi mashabiki hii stream ingekuwa ama ingekuwa ya kufana. Naona kwamba umeka comment kubwa. Naona Zack Aboko Junior anasema kwamba from Nai all the best to Matutu. Huyu ni mkazi wa Nyamira ni kidhani. John T. Conrado Ndiga anasema watching live from Eastleigh Nairobi. Wisi Nyota anasema hatari, kumekucha kule chele hapa, mashabiki wanasherekea, mashabiki wa timu ya Sameta wanasherekea hapa, wamenusia nini? Sameta wanazawadisha hapa, bado mechi haijatamatika, lakini mfungaji anabeba hobela super sub huyo. Mambo gari haya, 1-1
nilikuwa nimekwama katika upande ule wa comments za mashabiki, lakini wakati huo wanasameta wakasema kwamba hapa ni nyumbani, hapa ni Kisii, sisi ndio mabingwa wa Kisii, tupigie kwingine, lakini si Kisii. Wanasawazisha Sameta Boys 1 Matopie G1. Walikuwa wanasema kwamba Matopie yafungwangi kwa open play. Mwalimu wa maths, hapa ni wapi? Hatujui kama Ndemo, mechi hii huenda ikawa ni kama Spain na France jana, kwa sababu tunaona kwamba vijana ambao ameweza kufunga bao hilo ni kijana ambaye ametoka pale katika benchi, ameweza kuingia uwanjani, na ni mojawapo tu ya mabadiliko ambayo kocha yule ameweza kufanya. Na kama tulivyosema hapo awali, vijana wa Sameta wale ambao walikuwa wanapasha misuli pale nje ni vijana ambao walikuwa wapo sawa kabisa. Hatujui kama ni moja ya tactics ambao mkufunzi ule wa timu ya Sameta alikuwa anajaribu kufanya, na tukiangalia kwamba Sameta wakimakinika kama vile walivyomakinika baada ya kufungwa lile bao, huenda wakapata ushindi kwa kweli. Na ni mechi ambayo sasa hivi mashabiki kwa kweli wameweza kusisimuka, na tunaona kwamba mashabiki wanainuka, Sameta wamejituma, na huenda Matutu wakaingia kibaridi kidogo hivi, na wasipochunga wakapigwa la pili. Asante sana. Matutu wameingiwa na kitutu hapa. Unaambiwa Matutu wameingiwa na kitutu ndani ya eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Haya, taratibu wanacheza wapi pembezoni, lakini kushwa pale. Haya, wanao vijana wa timu ya Sameta. Refa anapuliza kipenga moja hapa pale kwetu Rwanda Entebbe, watakwambia wahed, yani moja, mechi ambayo haisaidi kumtuma mtoto dukani. Ukimtuma mtoto dukani basi huenda yakawa mambo mengine hapa. Asante sana, leo tumejaajaa, kesho pia tutajaajaa, lakini imekuwa mechi nzuri. Hii ndio dabi sasa. Kwa kweli tukiangalia mechi ni kati ya Goliath na David, kwa sababu vijana wale wa Sameta ni wadogo sana, na vijana wale wa Matutu ni miamba ambayo iko na miraba minne kama tulivyokuwa tukifunzwa, lakini David kwa kweli aliweza kumchibanga Goliath. Siku zote wanasema kimo, haijalishi kimo, na wanasema kuna mahali ambapo hawakutuambia kama David alikuwa anamzidi miaka Goliath, hawakutuambia. Kwa hivyo usiangalie kimo. Tunaona kwamba vijana hawa wa Matutu ni kama wameweza kuamka, wanajaribu kuangalia, lakini iwapo huenda wakashindwa katika kipindi hiki, zile nafasi ambazo wamepata kama hii, tunaona kwamba ni nafasi ya wazi, ila kwamba wameweza kwamba kuna mmoja alikuwa amejenga kibanda katika jumba la mwenzake, lakini kumbuka kwamba vijana hawa Matutu katika kipindi kile cha kwanza walikuwa wamepata fursa za wazi kama 4, lakini hawakuzitumia vizuri, na fursa ambayo wamepata vijana hawa wa Sameta ambao ni moja, na wameweza kuitumia vizuri kabisa, na ni vijana ambao wanagonga, lakini hatimaye unaambiwa kwamba gonga mwishowe huenda zikazaa matunda. Asante sana, gonga huenda mwishowe zikazaa matunda. Haya, taratibu pale vijana timu ya Matutu analeta juu kwa juu, namna gani, bado kizaza, lakini bado hatari, piga chini kwanza, chini kwa chini, anageresha ya kwanza pale pembezoni. Hawa ni Matutu, kisha Jase Maritano wanabisha, mtu anaangushwa, refa anapuliza kipinga, anasema ni mpira wa ikabu. Kwa kweli ni ngoma kali ambayo inazidi kuendelea sasa hivi. Tukiangalia vijana hawa wa Sameta kwa kweli ni kama wameamka sasa hivi, na ni vijana ambao wanajituma kwa kweli, wanajaribu kugonga tu tunaona. Na tukiangalia safu ya kati ya Sameta kwa sasa baada ya badiliko ni kama imemakinika kuliko kipindi kile cha kwanza. Na tukiangalia pia vile sehemu ya ushambulizi, na tukiangalia mkufunzi wa Sameta ni kama ameweza kuvunja upande mmoja wa uwanja huu na kuweza kucheza na vijana wawili ambao wanafanya ushambulizi. Hatujui kama mabadiliko yale ambayo aliweza kufanya huenda akamzalia matunda, na safu ile ya kati tunaona kwamba ameweza kuivunja namna moja ili kuhakikisha kwamba katika laini yake ya mabeki wapo 5. Asante sana, taratibu wana vijana wa Sameta, piga pasi pembezoni pale kushoto, lakini gozi la kwani inatoka nje. Inatoka nje hapa. Basi utakuwa ni mpira mrusho moja. Hadi kwa sasa wanafanya badiliko, anatoka jazi nambari 26 kwenye gongo za upande wa timu ya Sameta, anaingia jazi nambari 10
Tuone kama litakuwa ni badiliko la kiufundi, kwa sababu aliweza kufanya badiliko la kiufundi ambalo liliweza kuzaa goli. Haya, taratibu wanao pembezoni vijana wa timu ya Watoto, jazi nambari 7, labda gari pale, piga, anakataa beki huyo, acheze wapi pale kwa jazi nambari 8 kwenye kongozi. Mechi imeshika kasi hapa. Haya, piga pasi hatari pale, go gari, piga pote la pote Kambirari, labda gari hapa, poteza. Haya, taratibu wanaingia Watoto, kizaza ngozi natoka nje, refa anasema vipi, kona na mkona. Lakini nakwambia vijana hao Matutu wasipomakinika kwa kweli watalilia nafasi hizi ambazo za wazi wanazidi kuzipata na kuzipoteza. Na kwa kweli Matutu sasa hivi nikidhani wako na kona kama 5 na ilhali vijana wale wa Sameta wako na kona kama 3. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hizi kona zao nyingi, inamaanisha kwamba wako na gonga nyingi katika upande huu wa Sameta, na hatujui kama kona hii huenda ikasaidia upande wa Sameta au Matutu, kwa sababu siku zote unaambiwa kwamba kona ni nusu ya penalti. Kona ni nusu ya penalti. Sikiliza, kona tumeshuhudia timu nyingi zikiweza unawa pale, jaribu kupeleka na mkono kunawa kama walivyo. Kuna claim iliwekwa pale kwamba Spain kwa wakati wa mechi ile dhidi ya Mjerumani kuna mjamaa alijunawa mkono ule na akaweza kupata bao. Lakini haya, asante sana, akizungumzia Ujerumani na niuma sana timu yao kuweza kubanduliwa. Haya, taratibu, haya wanakuja, hatari kisasa, hatari pale na Bagari, hatari pale, amna mtu kuunganisha. Naona beki amemakinika kijana wa Sameta, kwa sababu goalkeeper alikuwa ameachwa na beki yule wa nambari 5 ameweza kumakinika na kuhakikisha kwamba bado hawajatiwa chingine. Hapa wasipochunga vijana wa Sameta huenda wakaweza kuadhibiwa. Haya, sikiliza, utakuwa ni mpira mrusha, tarusha bidili ya kona, analeta pale, paraza kichwa, labda gari, kijana yule ameweka kichwa kizito sana, anapiga kichwa kama teke. Nilisema papa hapa kuwa wasipochunga uende wakaadhibiwa. Wanasema tafutaye achoke, akichoka kesha pata. Wamelitafuta, wamesakama lango la timu ya Sameta. Matutu, kitutu kinawatoka, magoli mawili. Sameta moja. Namna gani hapa kwa sasa? Matokeo ni 2 Matoto 1 Sameta. Yani yule ambaye amerusha mpira huu akaurusha midele ya kona, kapiwa kichwa cha mparazo, naye mwenzake akaunganisha, weka kwenye far post. Goalkeeper akasema hapa mimi nitasalimu amri, nasema hapa mimi nitasalimu amri. Matutu magoli mawili. Swali lilosalia ni je, mashabiki wachache wa Matutu watarudi nyumbani kwa furaha au ni mashabiki mamia ya mashabiki wa Sameta? Lakini wanasema siku zote sijui kulikoni. Sijui kulikoni. Ni mchuano ambao umeweza kuingia veta katikati. Mkufunzi, vijana wanakataa. Tunaona kwamba waamuzi wameweza kuondoka uwanjani wakiwa wamezungukwa na mashabiki waliojawa na hamaki. Hatujui ni kipi ambacho kinaendelea upande ule. Kasib, naam, huenda mechi hii ikaendelea au vipi? Kwa sababu tunaona kwamba waamuzi wote wameshaamua kutoka uwanjani wakaelekea kuokoa maisha yao. Bado sijajua malalamishi ni yepi, lakini huenda wanahisi haikuwa bao, wamelikataa lile bao.
Tuangalie tuone. Lakini siku zote katika taifa letu bado hatujaweza kupata CCTV ama VAR tuweze kuona kweli ilikuwa tuone maamuzi. Wanasemanga siku zote waamuzi wa referee ndio huwa wa mwisho. Hatujui kulikoni hapa. Mashabiki kwa ishara ya mikono ni kama wamekataa, huenda wakalikataa bao hili, naam, kwa sababu tunaona kwamba mashabiki walivyo pale wamezidi kumzunguka yule ambaye ni mkufunzi pamoja na mwamuzi ambao wapo pale katikati. Naona kwamba mashabiki wa Sameta wengi na wale wa Matutu wameweza kujaa hapo uwanjani. Hii ni baada ya bao ambalo limeweza kufungwa sasa hivi. Naam. Na hatujui kipi, tunasikia kelele zinazidi kupigwa pale katikati ya uwanja. Hatujui kipi ambacho kitaendelea kutoka sasa hivi. Je, mechi hii itaendelea? Na huenda ikawa zilikuwa zimezalia kama dakika 15 hivi. Naam. Kabla mechi hii iweze kutamatika. Sasa sijui yatakayoamuliwa. Mashabiki waliokubali kunyewa na mvua kuna sintofahamu uwanjani. Ni kama bao linakataliwa hapa, lakini mashabiki wameweza kuchacha. Mashabiki wameweza kuchacha na kusema hapa hatuwezi kubali. Wanasema hapa hatuwezi kubali kwa vyovyote vile, lakini tusubiri tuone maamuzi ya referee watakayosemezana. Kasim Koyala anauliza kwamba kunani kulikuwa vipi, lakini ulivyoeleza ni kwamba kulikuwa na patashika upande wa ulinzi. Naam. Alafu ni nyumbani tu, lakini basi tuzidi kusubiri tuone maamuzi ya mwisho ni yapi atakuwa hapa katika uwanja huu wa Mosocho. Ikumbuke zaidi kwa mechi ile ya Gor Sare dhidi ya Kisumu iliweza kusitishwa na taarifa zitaweza kutolewa itachezwa lini. Huenda ikachezwa hapo kesho, na hapa basi mechi imeweza kusitishwa kwa muda kwa sababu mashabiki waliweza kuingia uwanjani kwa kutolikubali bao la timu ya Matutu. Ni sitofahamu tu ambayo iko ugani, na tunapofika katika wakati kama unaona upande mwingine wa pembezoni kushoto kulia, wachezaji wa timu ya Matutu PAG wamewekwa katika upande mmoja, upande mwingine wachezaji wa timu ya Sameta katikati, mashabiki wa timu zote mbili. Inapofika hapa hivi kuna zile sheria na kanuni za shirika lile la Kenya Secondary School Sports Association. Katiba yao inasema nini? Ingalikuwa ni FKF tungejua jinsi ambavyo wangeamua, lakini tunapofika katika mambo haya ya mechi ya sekondari ni mtindo ule wa katiba ya Kenya Secondary School Sports Association ndio itaweza kuamua hatima itakuwa ni ipi. Na kwamba katika mechi Sameta walikuwa nyumbani na walihisi kwamba ni haki yao kushinda, lakini haki ije na bidii, haki ije na mabao. Kwa hivyo ni sintofahamu tu tuweze kujua, na kile ambacho labda pia tunaongoja katika wakati kama ni kujua kwamba refa nisije kwa upande wako Kasim, refa alisema ni katikati ama tu mashabiki waliona imeingia na wote wakaingia uwanjani.
Kwa sasa hatuwezi sema refa amesema vipi, lakini tungoje tu yale maamuzi ya mwisho. Lakini basi kwa kunafasika tu niweze kuzipunguza baadhi ya rafu ambazo wale ambao wanatutizama wanazidi kuzimimina. Moses Omuru anasema good one. Wycliffe Onyango anasema yuko ndani. Vile vile DJ Watiza anauliza huu ni uwanja gani? Ni uwanja wa shule ya vulana Cardinal Otunga Mosocho. Anaitwa Helen Onesa, anasema Onesmus Motanya from Sudan. Anasema anapenda sauti. Lame Kinyambana anasema anaitakia Sameta kila laheri. Lame vile vile anasema from Keroka TTI. Destiny Pure anasema Sameta hapa ni watoto wanawakimbiza. Asante sana, anasema I wish Matutu all the best. Anaitwa asante sana kwa naozidi kutufuatilia. Julius Nduso anasema yuko ndani. Brian Otonyi Vyo anasema yuko ndani wiki events, bila kumsahau Albert Ongaki anasema my boys go go go. Nicolas Okelo anasema basi hajafurahishwa sana na mechi ile. Asante sana. Brian Otonyi anasema yuko ndani. Josephat bila kumsahau Thimote Omosa anasema vile vile yuko ndani ya mjengo. Asante sana basi kumbuka ni moja kwa moja kutoka uwanja huu wa shule ya upili ya Mosocho Cardinal Otunga. Asante sana, tutaweza kuona ni yapi ambayo yataweza kufuatwa papa hapa, tuweze kuona mambo yatakavyokuwa. Wakati mura kabisa mnapoona sintofahamu baina ya hapa hivi ni kwamba takwimu zile ambazo labda tunapewa kutoka upande mwingine wa ripota wetu walio katika upande ule wa ugani ni kwamba kulikuwa na sintofahamu kwa mwelewano baina ya assistant referee, center referee kuhusu bao hiyo. Tunaweza kungoja kwamba inapofika hapo hivyo kanuni za kesha huwa ziko vipi na maamuzi hatimaye huweza kuwa vipi, lakini kumbuka kwamba hii yote unapata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambapo mitandao yetu ni Ndizi TV News Digital upande wa Facebook, Ndizi TV News upande wa YouTube, na hiyo yote unapata kwa hisani ya shirika la Nyanza Sports Vibe, ambao wamesema kwamba matangazo haya ni vema yaweze kupatwa kwa njia ya moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, na washikadau wetu wengine ni upande ule wa Peak Sports Uniform Center wanaopatikana upande ule wa Bosongo kuweza kufuatilia haya. Lakini iwapo ndipo unaungana nasi hapa, ni katika uwanja wa Cardinal Otunga Mosocho. Ni mechi ambayo imesitishwa kwa sasa baina ya timu ya Matutu PAG ambayo imekuwa ikicheza mechi yao ufunguzi kundi la ba na timu ya Sameta, mabingwa wa upande wa Kisii mwaka huu, Matutu mabingwa upande wa Nyamira. Mechi ilikuwa ni bao 1-1. Matutu ikafunga bao ambalo limeleta sintofahamu kufikia sasa, na zilikuwa ni dakika za mwisho tu, hisia zikapanda. Tutajua ni kwa nini, labda ni kipi kile ambacho kimepelekea hali kuweza kuwa hivi, lakini mpira umesitishwa kwa sasa. Tutaweza kungoja uamuzi, na wakati kama huu uamuzi uko nje hata ya marefa, ni upande ule wa wasimamizi wao match commissioner kuweza kupeana yale maamuzi rasmi na mwelekeo wa mechi hii. Lakini tunaona kwamba ni mechi itaweza kuendelea, watahesabu mechi imeisha, watasema mechi iweze kurudiwa. Haya yote tu ni kati ya majibu ambayo yataweza kuamuliwa na muona Murife anakaribia hapa hivi, CEO Shabana FC Jefferson Kiondi anasema kwamba hako hapa ugani kuona kwamba anashabikia Sameta ni ya nyumbani ndio ambayo anashabikia, lakini ni matangazo murwa tu kutoka upande huu wa Cardinal Otunga Mosocho. Kumbuka kwamba zidi kuwa nasi katika mashindano haya ya michezo kutoka siku ya leo ya Jumatano. Alhamisi tutakuwa na mechi moja upande wa asubuhi, mechi moja upande wa alasiri. Siku ya Ijumaa kazi ni hiyo, na siku ya Jumamosi fainali zote utazipata kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambayo imesema kwamba upande huu wa Nyanza ni murwa kuweza kuwa wa kwanza katika mambo ya michezo. Na picha ambazo unaziona kwa sasa ni picha za yale ambayo yaliweza kujiri katika mabao yale ambayo yaliweza kufungwa katika leo hii baina ya timu zote mbili. Mwana Matutu wakapata nafasi muro ya kuenda mbele, na katika masiara yale ya upande wa safu ya ulinzi
wa timu ya Matutu PAG akapata nafasi ya Mura moja kwa moja, akasema kwamba ni lazima niweze kuifunga kuhakikisha kwamba Sameta imeweza kuwa mbele. Kwa hivyo tunaweza kungoja tuone kwamba kutaweza kuwa vipi kufikia sasa, lakini tangoja tu yale maamuzi ya upande ule wa center referee kuona kwamba itaweza kuwa vipi katika uga huu. Kumbuka pia mechi ya kwanza ya upande wa pool A haikuweza kuchezwa. Kisumu Boys versus Agoro Sare haikuweza kuchezwa pia kwa sababu mashabiki walikuwa wengi. Hapa pia mashabiki wameweza kusitisha mechi hii kufikia sasa, na imebaki tu ni kibarua kwa shirika la Kenya Secondary School Sport Association. Kisii County ni waandalizi. Hizi ni mechi za pool stages na unaona kwamba hisia ziko juu sana. Kasim, inawezekanaje kwamba kwa sasa hisia ziko juu sana kufikia sasa katika mechi, lakini atakuwa anatuambia tu, lakini ni matangazo ya moja kwa moja, tutaweza kujua kwamba bao hili la pili litakubaliwa, halitakubaliwa, tutakuwa tukisubiri tu. Tutaweza kujua tu kutakuwa vipi katika mechi hii. Kimekuwa ni kipute kikali, na kumbuka kwamba hii ni pool B, na tukasema kwamba timu zingine zilizo katika kundi hili ni pamoja na Ambira wa upande ule wa Siaya. Asante sana. Ni picha tu ambazo unaziona kufikia sasa kutoka uga huu wa Cardinal Otunga Mosocho, timu mbili ambazo zimeweza kujituma sana, na kufikia sasa tu tunangoja tu majibu kwamba kutakuwa vipi katika mechi hii ambayo kufikia sasa tuliweza kuona kwamba Matutu Sameta wakaenda bila kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili napoungana naye Kasim Mohamed, kipindi cha kwanza kaweza kuwa ni kipindi tasa. Kipindi cha pili bao mbili kuona kwamba Matutu wakaenda mbele, Sameta wakajibu, Matutu wakajibu, lakini hatujaweza kujua kwamba bao hiyo imekubaliwa haijakubaliwa, na hiyo ndio sintofahamu tulio nayo kufikia sasa. Naam, ni sintofahamu ambayo imeweza kutokea baada ya vijana wa timu ya Matutu kuweza kufunga bao la pili, ambapo hadi sasa hatujui ni lipi ambalo limetokea, kwa sababu tuliona wachezaji walisherehekea, mashabiki washerehekea, alafu baadaye tukaweza kuona mashabiki wa timu ya Sameta wakiweza kuingia uwanjani na kusema hilo sio bao, na referee atakuwa tumemwangalia kwa karibu tuweze kuona uamuzi wake ulikuwa upi, lakini kwa sasa basi wanazidi kusemezana, tuone mechi hii kama itaendelea au labda tena itaweza kusitishwa hadi kesho. Labda kwa mustakabali ya wale ambao wanaweza kufuatilia kufikia sasa, tunasema kwamba hatukuweza kuona kana kwamba kama refa aliweza kusema kwamba ni bao au sio bao. Kwa hivyo tunafaa tuweze kufahamu kwamba labda upande ule wa match commissioner, upande ule wa center referee, assistant referee, je, waliweza kuwa na maongezi yapi? Kwa hivyo upande wangu kama muhakiki wa michezo siwezi kuita bao, ndio mpira uliingia katika neti, lakini swali ni je, refa alikubali hakukubali? Upande wa AR kulikuwa na mazungumzo hayakuwa. Hao ndio ataweza kusahisha bao hile kwamba ni bao iliyokuwa sahihi, ni bao ambayo haikuwa sahihi, au ni mashabiki ambao hawajawa sahihi kufikia sasa. Na ikumbuke kuwa wanasema wengine, kuna tetesi kuwa wengine wanasema kuwa ilikuwa ni offside, wanasema kuwa ilikuwa ile ni offside, lakini katika mpira wa mrusho huenda katika mtu akifunga bao hatunanga pale offside. Kwa hivyo hatujui ni lipi ambalo malalamishi yao ni yapi katika goli hili, ama utatanishi umetokea wapi. Kwa hivyo tunasubiri tu tuone mambo atakavyokuwa hapa, tuangalie referee ama mechi hii, lakini tuliona tu walisherekea wakatulia, alafu kidogo kidogo ndio tukaona mashabiki wanaingia uwanjani. Nafahamu kwamba ni hisia mseto, lakini tutakuwa tunaweza tukifuatilia haya yote, lakini kutoka upande huu wa ugani hapa hivi ni kana kwamba tuko katika dakika za mwisho za matangazo haya moja kwa moja kutoka uga wa Cardinal Otunga Mosocho. Mechi za kundi la ba baina ya timu zote mbili, timu za eneo la Gusii, Matutu PAG mabingwa wa Nyamira, Sameta Boys mabingwa wa Kisii, na yule ambaye angeshinda leo hii angeweza kuwa na hatua moja
kuelekea upande ule wa kwenda semi-final. Upande wa pool A hazijaweza kuchezwa, isije labda hii yote tunaona kwamba mechi hizi tunaweza kuwa na kule kushikamana, congestion za matches, kwa sababu pool A haijachezwa. Pool B na hatujui kwamba wataweza kuamua vipi. Ni kipi kile ungeomba shirika la Kenya Secondary School Sports Association liweze kufanya kuhakikisha kwamba mechi zinaweza kwenda mbele kwa urahisi? Ili kuhakikisha kuwa mechi ziweze kwenda kwa umbali sasa, kwa sababu walisema mechi zitachezwa kwa siku 3, kwa hivyo wanafaa waongeze kama siku 2 ama moja, kwa sababu ndio waweze kucheza mechi kama hii ya pool A ambayo haikuchezwa leo, Agoro Sale dhidi ya Kisumu Day ambayo inachezwa kesho, kwa sababu kuna mechi ambayo ilikuwa inatarajiwa kuchezwa kesho ya pool B, lakini sasa kabla ya hiyo itakuwa inachezwa ya Agoro. Kwa hivyo watakuwa wamepoteza muda hapo na siku moja itakuwa imepotezwa hapo. Kwa hivyo shirika la soka hususan ambalo limesimamia soka za shule za upili wanafaa vile kuongeza zile ama uwanja ambao utatumika hapa, kwa sababu hapa ni uwanja 2 hivi katika uwanja huu wa Mosocho. Kwa hivyo waangalie hilo swala ili kuweza kuhakikisha kuwa mechi hizi zinaweza kuchezwa ilivyokuwa imeratibiwa na zimeweza kukamilika kwa ule muda ambao ulikuwa umepangwa. Nafahamu kwamba katika maeneo mengine tunaweza kuona upande ule wa Trans Nzoia mechi zikiweza kufika mwisho, St Joseph's kuweza kuwa washindi, Solidarity wakaweza kuapil. Upande wa Western tukaona kwamba mtindo ulikuwa ule ule, mabingwa wengi wameweza kuachwa nje. Ni kipi kile labda unahisi kimepelekea mechi za mwaka huu hisia kuweza kuwa nyingi kufikia sasa katika mambo haya ya michezo? Hizi timu unajua, kuna hizi timu ambazo timu kubwa ambazo zimeweza kuyaga mashindano, ni kuwa unajua ukiwa bingwa unaona ile timu nyingine ni mdogo sana. Hata mazoezi utakuwa umejitayarisha, kwa sababu unajua mimi nilichukua mwaka jana na huu mwaka huu basi wewe nikachukua, lakini unajisahau. Hiyo ndio mbinu ambayo imewaweka Solidarity ambao sasa hivi hadi wako wametupwa nje ya mashindano haya. Kwa hivyo nataka nikwambie huu mwaka tuweze kutarajia bingwa mwingine kabisa tofauti na wale ambao tunatarajia, huenda ni Matutu, Sameta au hata Kisumu Day. Tukiweza kuhitimisha matangazo haya ambayo tunayo moja kwa moja, kumbuka kwamba kesho mechi ambazo zitakuwa zimeratibiwa upande ule wa pool A ni mechi ambayo imeweza kusitishwa ya leo, Kisumu Day baina ya timu ya Kisumu Day na timu ile ya Agoro Sare upande ule wa pool A. Upande ule wa pool A bado siku ya kesho ni kwamba timu zile za pool A tunayo timu ya Ong'incha pia walikuwa wameratibiwa waweze kucheza na Kodero Bara katikati ya mechi za kwanza za ufunguzi za pool A. Upande wa pool B baada ya mechi hii kesho, mechi ambazo kwa zimeratibiwa ni Tonga kuweza kucheza na timu ile ya Ambira kama mechi funguzi kwa timu zote upande ule wa pool B. Upande wa akina dada pia mechi zao natumai kwamba zimeendelea vyema upande ule wa Kisii School nazo bila bugdha yoyote upande ule. Labda tukienda kumalizia kauli yako ya mwisho Kasim. Imekuwa ni siku ya kwanza mechi hizi ambazo zinachezwa katika Mosocho hapa, tumeweza kushuhudia mambo mengi, lakini tunasema hayo huenda kesho yakaweza kubadilishwa. Lakini basi maoni yangu ya mwisho niweze kushukuru mpenzi mtazamaji ambao umechukua muda wako na kuweza kuchagua kituo chako cha Ndizi TV, na wale wote ambao walikuwa ni washirika kama washikadau mbalimbali, kumbuka zaidi Nyanza Sport Vibe, wale wote ambao waliweza kushirikiana na sisi moja kwa moja. Kesho pia ni siku usalie na Mwenyezi Mungu siku zote, nasema ipo siku. Langu jina ni Kasim Mohamed. Asante sana Kasim Mohamed, na kama Captain 001 hapo ndio tunafikia tamati ya matangazo ya leo hii kutoka hapa uga wa Cardinal Otunga Mosocho. Kesho ni siku nyingine, tupatane akikubali Jalali tuweze kupatana katika mechi hiyo. Ndemo Steven, Captain 001, special appreciation Ndizi TV, special appreciation Nyanza Sports Vibe, special appreciation Peak Sports Uniform.
Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'ogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mokorwa segeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mubiri bwechi gosoli ngoche ya mase mokorwa segeta seni kia Ndizi TV na buna botambe eta nende mo Steven Captain 001 yesiketa seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E Generation Studio. Asante.